atujibu, tumeomba ya kutosha. Lakini akanizungumzia jambo moja, na sikuwa nimeambia watoto wangu, lakini Mungu alizungumza nikiwa katika maombi. Aliniambia mambo matatu. Cha kwanza, aliniambia anaweza akaponya Kongo sawa na kuku kumeza mahindi. Naona vile kuku kumeza mahindi kwa haraka, hiyo ndio Mungu anaweza kidogo tu, yani atumii muda mwingi kuponya nchi yetu. Lakini kitu ya kwanza, tutubu. Sababu nchi ya Kongo kuna damu ama kuna watoto ama kuna dhambi wa mbabu na mababu zetu walifanya. Kwa hivyo Mungu aliniambia kitu ya kwanza tujishushe chini. Wakati tunaposifu Mwenyezi Mungu, tunapoomba, unakuta wengine wameketi chini. Watu wanaomba kabisa, tunapiga magoti tunaomba nchi ya Kongo. Lakini unakuta mwingine ameketi chini na amekelea mguu kwa mabega namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Mungu hapendi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alisema tuache kupenda pesa. Tumependa pesa, tumemsahau Mwenyezi Mungu. Tumeweka pesa mbele kanisa. Makanisa simekuwa mingi sawa na vibanda za mboga. Kila mtu anashikana na familia yake wanaanzisha kanisa. Tumnabwa. Lakini Kimu, kuna ule ujumbe wetu ambao anao. Basenge Kongo na bariyaga. Walikuwa wakiombea nchi ya Kongo pamoja na vijana hao believers. Ninje muno na mamba sangani muriro bageze. Asubuhi nilifika nikawakuta kweli ni kama waliweza kufika. Bageze kuma. Kweli waliweza kufika. Bageze kuma. Kweli waliweza kufika kwake Mwenyezi Mungu. Sina bibabwe mu gitondo. Asubuhi niliweza kuyaguzia. None mwebwe ndi muvyibone. Nanyi ni kama mmeviona wenyewe. None Kimu naza tubugira makuru. Kimu, njoo karudilia yale uliyoyasema asubuhi. Ivyimana yababwiye. Yale Mwenyezi Mungu aliyonena nanyi. Dakika chache tu hapa. Msikie habari njema ya Yesu Kristo. Ujumbe kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana mchungaji kwa hii nafasi. Mungu akubariki. Vile nilikuwa nimesema, tulikuwa kwa maombi wiki yote kuanzia Tuesday mpaka Friday. Tukakuwa tukiombea nchi yako. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa na hao watoto kwa tukisaidiana kuombea nchi yetu. Na mimi napenda Kongo sana. Amen. Na ninaipenda, ndio ile siku kutakuwa na amani. Naomba hata kama sitapata sehemu kubwa, nipate tu sehemu kadogo, nisimame tu hivi. Nikiwa nchi ya Kongo nitafurahi sana. Na kama sitasimama, watoto wangu wasimame katika jina la Yesu. Nikiwa kwa maombi tuliomba tukiambia Mungu atujibu, tumeomba ya kutosha. Lakini akanizungumzia jambo moja, na sikuwa nimeambia watoto wangu, lakini Mungu alizungumza nikiwa katika maombi. Aliniambia mambo matatu. Cha kwanza, aliniambia anaweza akaponya Kongo sawa na kuku kumeza mahindi. Naona vile kuku kumeza mahindi kwa haraka, hiyo ndio Mungu anaweza kidogo tu, yani atumii muda mwingi kuponya nchi yetu. Lakini kitu ya kwanza, tutubu. Sababu nchi ya Kongo kuna damu ama kuna watoto ama kuna dhambi wa mbabu na mababu zetu walifanya. Kitu ya kwanza, tujitenganishe nayo madhambao, tuombe Mungu atusamee zile dhambi na aweze kuponya nchi yetu ya Kongo. Cha pili, aliniambia kunyenyekea, yani tuwe watu yani tujishushe chini. Tuache majivuno, tuache kujiinua sana, sababu Biblia inasema mkijiinua nitawazusha, na mkijishusha nitafanya nini? Nitawainua. Kwa hivyo Mungu aliniambia kitu ya kwanza tujishushe chini. Wakati tunaposifu Mwenyezi Mungu, tunapoomba, unakuta wengine wameketi chini. Watu wanaomba kabisa, tunapiga magoti tunaomba nchi ya Kongo. Lakini unakuta mwingine ameketi chini na amekelea mguu kwa mabega namna hii. Bwana Yesu asifiwe.
hiyo Mungu hapendi kabisa. Unaona hao watoto nikiomba nao, huwezi jua mimi ni mzazi wao. Kama ni kuanguka, tunaanguka chini pamoja. Kama ni kumulilia Mungu, tunalilia pamoja. Mimi sijiinui kwamba ati mimi ni mwalimu wao. Cha tatu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alisema tuache kupenda pesa. Tumependa pesa, tumemsahau Mwenyezi Mungu. Tumeweka pesa mbele, tumesahau Mwenyezi Mungu. Nikisema pesa, ni vile tunafika mahali tunapenda pesa, tunakosa kazi. Mtu anashikana yeye na familia yake, anafungua kanisa. Makanisa simekuwa mingi sawa na vibanda za mboga. Kila mtu anashikana na familia yake, wanaanzisha kanisa. Tuvibanda utu sababu ya tamaa ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Tungoje Mungu wetu anene mwenyewe. Kama amekusungumzia uanzishe kanisa, usikie kweli hiyo ni sauti, enda kwa wachungaji wakuombee na uanzishe kanisa. Lakini usitoke covenant ama utoke kanisa ingine sababu nimekukosea, unasema sitaomba tena hapo, naenda nianzishe kanisa ingine. Hiyo ni tamaa. Ulikuwa unatarajia labda ulipwe, upewe pesa kwa kanisa, ulipwi. Unasema acha nianzishe kanisa ingine niwe napata sadaka ama fungu la 10. Hiyo ni tamaa. Hujaenda pale kwa kuhudumia, kusifu Mungu, hujaenda pale kwa wito wa Mwenyezi Mungu, umeenda sababu ya tamaa ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni hayo tu Mungu aliniambia na nimeyafikisha kwenu, na Mungu awabariki. Asante. Imana imuhe umugisha mwinshi. Mungu akubariki sana. Dukomera amashyi Imana Tuweze kuvuga. kupiga makofi kwa hilo. Amen. Njewe ngunda ubuhanuzi cyane. Mimi huwa naupenda unabii zaidi. Njewe ndi umunyamwuka. Mimi ni mtu wa kiroho. Njewe ngunda ko Imana ivuga. Mimi huwa napenda Mungu akinena. Ngunda ko Imana ivuga. Upenda Mungu akinena. Ngunda ko Imana ikora. Upenda Mungu akitenda. Nari mbivugiye kugira nje nabyumvishe mu gatondo. Mimi asubuhi niliweza kuyasikiza akiyasema, Kandi hari uburyo nabyumvishe. na kuna vile niliweza kuyapokea kiroho. Abantu bakunze isi gusumba gukunda Imana. Watu wanaopenda ulimwengu zaidi ya kumpenda Mwenyezi Mungu. Abantu bakunze faranga kuruta gukunda Imana. Watu wazipenda hela zaidi ya Mwenyezi Mungu. Abantu bakunze ibyikigiye kurusha gukunda. Watu wayapenda nyakati hizi kuliko Mwenyezi Mungu. Niho bari batubwiye abahanuzi b'ibinyoma. Hapo ndipo mhubiri ametoka kuguzia wanabii wa uongo. Bakabesha kugira ngo babone faranga. Watu wadanganya ili wapate mapato. Akakora kanisa ari buryo mtu anaifungua kanisa kwa kutafuta mapato. Akagenda senya na yanda kazababwira ngo nimuze hano na anajaribu kubomoa makanisa mengine ili aweze kupata wafuasi. Ariko Imana yo mwijuru tubabariki. Bali Mwenyezi Mungu azidi kutusamehe. Nakiri ubwo buhanuzi abakunda ubuhanuzi turaje gusenga Imana. Mimi nimepokea unabii huo, na wale ambao wanaopenda unabii tutakuja kumuomba Mwenyezi Mungu. Imana ivuze ibiduhaye audience. Mungu akinena nasi ni kutupa ruhusa. Ibikwemereye ngo ngwino bihinduka. Ni kukubalia ili yaweze kubadilika. Hinduka bihinduka. Badilika ili yabadilike. Cha bugufi mbikureho. Nyenyekea niweze kuyaondoa. Lero turaza kubikoraho tubikora. Kwa hivyo tutakuja kuguzia hayo kwa kuyaombea. Tusabire ubwoko bwacu imbabazi. Tuweze kuliombea taifa letu, tuombe rehema za Mwenyezi Mungu. Tusabire igihugu cyacu imbabazi. Tuweze kuombea hata nchi yetu Gikire. iweze kupona. Imana igikize mu gihe gito. Mwenyezi Mungu aponye kwa muda mfupi. Hanyuma tuje kukorera Imana. Nasi turudi kwa kumtumikia Mungu. Amen. Amen. Turashima Imana kubwo uyu mugoroba.